Sikiza vizuri hapo. Mimi sijui nani anaweza soma 16. Walipewa nini? Mimi hapa kwa kizungu inaniambia walipewa trumpets. Walipewa pia kila mmoja wao kitu kinaitwa an empty pitchers. Empty pitcher. Alafu pia walipewa nini? Lamps. Taa. Pitchers ni kama kulikuwa pia na taa inamulika. Hawakubeba mshale. Siku hiyo hawakubeba mshale. Kuna wakati mwingine unaenda vitani, hauhitaji kubeba nini? Mshale. Unahitaji tu trumpets. Unahitaji taa ambao ni neno la Mungu. Nani anasoma Kiswahili hapa? 16. Walibeba nini? Na vitafuta vitu vitatu hapa. Vitu vitatu walivyovibeba walibeba nini hizi? Kisha akawapanga wale watu. Walibeba nini? Ungekuwa umescroll mpaka mahali walibeba. Aliwapa nini mkononi mwao? Akawatia tarumbeta. Aliwatia mikononi mwao nini? Tarumbeta. Tarumbeta. Trumpet aliwapatia kila mmoja wao. Na mitungi isiyo na maji. Unasikia nini hiyo? Na mitungi isiyokuwa na nini? Haki wanaenda kutumia nisa. Mitungi sinatakana kubeba maji bakurue na ngobani. Lakini sasa anawapea mitungi ambayo haina nini? Watu wanaenda vitani, wako na trumpet, wako na mitungi, na namba 3 wako na nini? Na mienge ndani ya hiyo mitungi. Ndani ya ile mitungi ambayo ilikuwa na maji achia hapo. Aliwatilia nini ndani yao? Mienge, lamps, mataa, tochi za kumulika. Hawa watu kweli wanaenda vita za kawaida. Vita unapopigana si vita vya kawaida ndugu. Sio vita vya kawaida dada. Vinahitaji maandalizi ya kitofauti sana. Strategic planning. Ili ushinde hivi vita. Sio kila vita ushindavo vinavyoshindwa kwa mishale. Vinavyoshindwa kwa risasi. Vita vingine vinashindwa kwa kuwa strategic. Akabeba trumpet. Trumpet utasikia kazi yake huko mbele. Akabeba vibuyu vilivyotupu, vikawekwa ndani mataa, miange ya taa. Miale ikawa inawamulikia kutoka ndani ya ile mitungi. Ile mitungi badala ibebe maji, ikabeba neno la Mungu. Na ile trumpeti ya kutoa sauti ambayo italeta sherehe ya ushindi. Ndio unaenda vitani, ni kama unaenda kupiga kelele tu alafu upewe ushindi. Hata hawa hawakurusha mshale hata moja. Mishale ilirushwa baadaye. Unahitaji sherehe ya ushindi. Sherehe ya ushindi. Piga sherehe ya ushindi. Ukiwa vitani, piga sherehe ya ushindi. Kabla ya vita, piga sherehe ya ushindi. Wacha kulialia, piga sherehe ya ushindi. Shinda, piga kelele ya ushindi. Nimekuja nikwambie, trumpeti ni ya kupiga kelele ya ushindi. Na taa ndio inaenda kumulikia. Hebu sikiza vile iliendelea akisoma 17. Akabatebya, akawaambia haya maneno. Ndigerelie mokole buna niangalie mfanye vile nitakavyofanya. Ekeronda ike asenyo yeketuori. Rapaka. Niangalieni, alafu msiniangalie hivyo tu. Kisha mfanye nitakalo lifanya. Nikiwa niko hapo, nitazameni, kisha mfanye nitakayo yafanya. Sio yale nitawaambia wakati huo. Mutafanya mtachokiona ninafanya. Nikisengenya na nyinyi sengenyeni. Nikilima na nyinyi limeni. Nikipanda na nyinyi pandeni. Nikinyamaza na nyinyi nyamazeni. Nikiruka na nyinyi rukeni. Nikisifu na nyinyi sifuni. Nikiabudu na nyinyi abudu. Alafu
ekero ndaike ase ensinyo y'egetwori mondigererie buna ndakore nainwe mokore bo. Job, wacha kulala kwa darasa. Muka. Kilala mambo itaharibika. Vile nimeona ulikuwa unalala, that's why karibu vitu ziharibika. Mimi hata sikuwa najua zinaharibika. Praise the name of the Lord. Wewe Valin, si upande mahali nimefika. Yaani huyu jamaa anawaambia mniangalie. Alafu mkishaniangalia nyinyi wanaume, mfanye vile nitakuwa nimefanya. Alafu nikiteremka hapo, wakaenda nje ya kambi sasa ya vita. Sikiza, walichokuwa nacho ni trumpeti na vibuyu, na vibuyu havina maji, viko na nini? Viko na mienge ya taa. Alafu walipofika pale, akawaambia mtafanya vile nimefanya. So shall you do as I do. Endelee 18. Ekero inche amo n'abantu bonsi tore komo torabugie ebituleli nainwe mobugie ebituleli. Kuna kikundi chake alichokuwa nacho, alafu kuna vikundi vile vingine vilikuwa wale. Anawaambia mkiona nimeblow trumpet na kikundi changu, na nyinyi msisite, blow the trumpet. Alafu ase chinsinyo chionsi chegetwori elio mwake eliogiri nene motebe ase omonene na ase Gideoni. You shout, not you throw arrows, not you gossip, not you throw any weapon. Sio wakati wa mshale, sio wakati wa upanga. Yesu anamwambia Petero alipomkata yule mwanajeshi aliyekuja kumkata Yesu, kumshika Yesu. Alafu Petero kwa haraka anachukua upanga na kata sikio. Yesu anamwambiaje? Leta hilo sikio lirudishe mahali linakuwa. Huyu mtu anahitaji kusikiza. Hawezi sikiza kama hana sikio. Rudisha sikio mahali lilikuwa. Usimuue anayetusengenya, usimuue anayetutukana, usimuue anayetupiga vita. Wewe sherekea ushindi. Hallelujah. Ineno inanifurahisha. Do like I do. Do like I do. Yo, wacha wachungaji wenye nakunywa kapombe ndio wanasemanga like not what I do. Mimi nasema do as I do. If I take you there, do as I do. If we went there, do as I do. Sing as I sing. Jump as I jump. Worship as I worship. Pray as I pray. Dance as I dance. Worship as I worship. So do as I do. You need to learn the secret of winning in the house of the Lord. You need to learn the secret of winning battles in the house of the Lord. You do not want failure. You want to win. If you have to win, you must prepare to win. You have won, so celebrate in the winning before you even fight. Anasema pigeni kelele pale. Kuna mishale tunahitaji. Pale pengine hahitaji mishale, inahitaji wewe kuinua mikono. Pale pengine hahitaji kitu, inahitaji wewe kuinamina uso. Mahali pengine hahitaji bunduki, hahitaji makaratasi, hahitaji mabarua hazitasomwa. Inahitaji uinue mikono. Iombee barua, ombea zile vyeti, ombea zile certificates, ombea mikono yako, ombea kinywa chako, ombea hiyo. Ikifika pale ataombea umbo lako likubalike, ombea sura yako ikubalike. Amen. Mahali tulienda tuliwaambia wamama kuna vitu zingine hatuombei, sijui kwa nini. Tukawaambia ombea, tamka maombi juu ya kila kitu. Ni sawa? Wacha kupenda kuombea chakula peke yake. Ombea na vitu zingine. Ombea na vitu. Ombea na kila kitu.
Ombea kila kitu. Unasikia wapendwa wa Mungu? Tuombee nini? Unaombea kila kitu. Nasikia mwizi anasemanga leo pia naondoka kwenda kuiba, unisaidie nirudi salama. Na kweli anaiba, anafanikiwa, ananibebea TV, anaenda anauza, anasherekea pesa. Alisaidiwa. Mnafikiria ni shetani alimsaidia? Shetani husaidia watu. Shetani ndiye alisaidia mwizi kukuibia simu yako. Ni Mungu alimsaidia. Hiyo ikingii vizuri. Ni Mungu alimkubalia basi. There are things God allows and there are things God accepts. Hiyo ijaingia. Kuna vitu Mungu anakubalia na kuna vitu Mungu anaitikia. Zikupate, zikufundishe, zikuinue ili uonekane. Anazikubalia. Unanyang'anywa simu. Sijasema ukae mjinga unyang'anywe simu. Alafu anza kusema pastor alisema nikinyang'anywa nanunua kubwa. Na sasa hauna pesa. Lakini nasema amen. Hata kuna mtu alikuwa ananiambia sasa pastor iko na TV hapa nataka nikuuzie kubwa kuliko ile. Nikaona ile yangu ilikuanga 40 inch. Sasa nataka nikuuzie 53 inch. Kunayo? Hebu ona kama kuna 53 ama alikuwa ananitapeli. Aniambia ananipatia promotion. There are things God allows and there are things God accepts. Inaitwa Geo TV 53. Ilikuwa inaitwa sio Essence nyingine. Inaitwa Gile Vitron. Busa hapo Vitron. Ni pesa ngapi? 53. Wewe acha kutafuta 55 kwanza. Ona kama kuna 53 hapo ikwambia hakuna. Mimi hata sijui kama wanafuata nini kwa hizo numbers Brian. Ingine ni 40, ingine ni 50. Ayani wana nini? Wanafuata nini ndio wakupata? Sasa ni nini? Mbona kutikwe na 51 basi? Hallelujah. Unashinda kabla ya kupigana. Gideoni haendi na silaha. Vitu zingine nimekuwa nakwambia, ombea kila kitu. Ombea maji ya kunywa. Na kama unaogopa kuombea kila kitu asubuhi ama kwa kila maombi yako, ombea kila kitu, hiyo maombi yako ijumlishe. Kuna wengine mnaendanga mpaka hoteli unashangaa utaomba aje hapa mbele ya watu. Omba asubuhi ukijumlisha chakula chote na kila kitu. Siri hiyo. Baba naiombea chakula yangu yote ya hii siku. Maji yangu yote ya hii siku. Hiyo ni maombi ya uzembe pia. Sababu kuna wakati unahitaji uombi. Unakutana mahali unanong'oneza maombi ya upolepole maana ulikuwa kibarua mahali. Ombea kibarua unachoenda. Watu mnaenda kibarua unanyimwa kulipwa. Mapesa zinakwamba. Ombea kabla hujaenda hiyo kibarua. Hiyo vazi unaenda kuvaa, iombee kupe kibali ukienda mbele ya watu. Ombea viatu. Mimi nilikuwa nawaambia sijawahi ombea viatu. Nilikuingine ukinunuliwa viatu uiombee, unafurahia kuvaa sana, hata uiombee. Ombea nguo ukizinunua. Sawa Sawa Ombea kila kitu. Zamani ilikuwa nasikia watu wakienda kama vijana wanataka kuenda kuoa, anasema anataka kuombea mtu atapatana. Mungu naomba yule mwenye atanisalimia siku ya kwanza leo, wacha akue ndio kipenzi changu. Na wako serious na hiyo maombi. Mungu tu vile ndatoka kwa kwetu, ninaomba ule atanisalimia wa kwanza awe ndiye ataingia kwa hiyo box. Alafu unaenda kwa hiyo safari, mtu wa kwanza kukusalimia anakuwa shoshi. Shida sasa. Mungu kweli hiyo dream imeona. Sasa itaendelea aje hiyo maombi? Si ndio uliamini umeomba Mungu mtu wa kwanza tu, alafu wa kwanza anakusalimia ni mjane mzee. Widow mzee anakusalimia wa kwanza. What happens?
You take that one because ulishaombea. Hai, serious. Maombi mengine na vizuri. So ombea kila kitu. So Gideoni akaambiwa, akawaambia mtafanya vile nitakavyofanya. Hebu tuone hii 19. Nimependa hii inasema aliwaambia hivi. Hiyo 18 mwisho inasema mseme aje? Mseme aje? The sword of the Lord. The sword of Gideon. Oh my God. Amen. The sword of God. The sword of hata mimi unitaje hapo. Lakini Mungu atazwi kwa this isoma ga una gyo theba ebie yo mweli. Asomo nene na ase Gideon. Asomo nene na ase Gideon, we win. Amen. Hata pale watoto wa Ezekia walianza kuulizwa, we tunamjua Yesu na tunamjua Paulo, lakini nyinyi akina nani? Sasa pia ukienda pale unasemanga kwa ule Mungu mkuu aliyeumba kila kitu, na ule Mungu namuombaga kanisani, na ule Mungu namwabudu kanisani, na ule Mungu tunahubiriwa kanisani. Unawataja hao, wanakupea ushindi. Amen. By the sword of God, by the sword of Gideon, so we win. 19. Hii ni kusoma, hatujaanza kuhubiri, bado ni masomo ili ingie, si ndio? Naweza hata hubiri wakati mwingine, sio? Lakini tusome tuelewe maandiko. Inasema aje 19? So Gideon and the 100 men that were with him came unto the outside of the camp in the beginning of the midwatch, and they had but newly set the watch, and they blew the trumpets, and they broke the pitchers that were with their hands. Hey, soma hiyo 19. Bono Gideoni na abantu balia ligana elimo balenge amonere bagaika ensinyo yegetuoli kyabamini. We go there, lazima tuende hapo Ase engakia balendi babotuko. Yes. Gati bachagete kolenda. Hata hiyo kuna kuanga na kumbe walinzi wa usiku walipewa nafasi walinde jeshi. Jeshi iko ndani lakini inalindwa na guardians wa usiku, ma watchmen. Mnapata hiyo story? Nani wanalala kwa hema? Soldiers. Nani wanalinda nje? Watch. There is a watchman and there is an army. In the night, the watchers, the watchmen were watching. They were protecting the army. Unseen. Elio bakabugia ebitule libiria na bagaata ebiguru biria babwate ase amabokabo. Walipasua. Nini walipasua? Jambo la kwanza walipiga nini? Tarumbeta walizokuwa nazo. Pa! Pili wakapasua vibuyu walikuwa nazo. Zilikuwa na nini hizo vibuyu? Zilikuwa na miale ya sio moto tu, zilikuwa ni miale. Lakini zikipasuliwa zinakuanga zinatoa kuwaka. So walikuwa na miale. Wakapasua. Sikiza kinachotendeka wakati unasifu, wakati unaabudu, wakati unapasua neno la Mungu mbele ya adui zako. Kuna kitu anza kufanyika. Yes. Naboigo abantu bonsi bebyombe biria bitato bakabugia ebituleli byabo na bagaata ebiguru byabo babwate ebire byomolero ebyale byomolero ase amaboko abo abobisi na ase amaboko abolio. Nasa amaboko abolio babwate ebituleli byabo
ebituleli byabo byokobugya bagaka elyogi linene bakabora omoro ase omonene na ase Gideoni kera omonto agatera ase agatenena ase aye oetanana ase getuoli keria elio abarwani besegi abarenge imeo bagachaka kominyoka gochia aria na aria bagokurana gotama ekero abanto ba Gideoni babugetie ebituleli biria amagana atato omonene akaondokia abamidi kera oyomo akaonchokera goita oyo mwabo nomoro ase egetuoli keria ekegima na abarwani bonsi bagatama gochia ensemo ya serera goikera Beti Hasita ensemo ya ekera apelimitiora ange na Tabat. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Ushindi umepatikana kwa risasi. Kwa risasi. Kwa nini? Asante. Kwa nini? Celebrating the Lord before your battle. Amen. Celebrating the Lord before your battle. Ninataka unikubalie nigawe neno hili kwa sehemu tatu, kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nimesoma neno la Bwana, lakini nataka ufahamu haya kabla sijaomba na wewe. Many people are around the danger of being left out in the Lord's assignment. Watu wengi wako tayari sana kuachwa katika kazi ya Mungu, kwa sababu, sio kwa sababu hawana uwezo. Wako na uwezo, lakini kinachofanya waachwe nje ni kwa sababu ya attitude, distraction, fear, carelessness or spiritual unpreparedness. Amen. Mambo mangapi? Nataka uyaelewe. Sio kwa sababu hawana uwezo, lakini kuna mambo matano nataka uyaandike. Number 1, attitude. Number 1, attitude. 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 Number 2, distractions. Distractions. Number 3, fear. Number 4, carelessness. And number 5, spiritual unpreparedness. Spiritual unpreparedness. Mambo mangapi? Matano. Yanaweza kukufanya uondolewe kwenye kikosi, uondolewe kwenye jeshi. Mambo matano yatakufanya usiende vitani. Sio kwa sababu hauna uwezo. Ndio uko na uwezo. Ndio uko na mwili. Ndio uko na pesa. Ndio uko na masomo. Lakini hayo mambo hayakusaidii. Utakachokihitaji kushughulikia ili zaidi usiondolewe kwenye jeshi la vita, la kushinda vita, namba la kwanza, attitude. Mtazamo wako wa mambo. Mwanafunzi hufeli shuleni hesabu kwa sababu
amekuwa na mtazamo mbaya kwa somo hilo, pamoja na mtazamo mbaya kwa mwalimu. Ukimchukia mwalimu, unachukia somo lake. Ukichukia mwalimu, unachukia mpaka darasa. Ukichukia mwalimu, unachukia hata wale wanafunzi wengine wanaonawiri na kupenda somo lake. Kwa hivyo attitude ni mtazamo, hata kanisani ipo. Ukimchukia mchungaji, utachukia washirika wengine na waumini. Ukimchukia mchungaji, unachukia pia Mungu wake. Ukichukia mchungaji, hautatoa maendeleo yoyote kwenye kanisa. Ukimchukia mchungaji, haushikamani pamoja naye. Attitude. Sema amen kama unakubaliana nami. Mwambie mwenzako, chunga attitude. Chunga mtazamo wako, utakuzuilia utolewe kwa jeshi. Namba ya pili, disruptions. Vizuizi. Kuna side shows nyingi, vitu vya kuja vinakupotezea muda. Kwa mfano, disruption. Ulikuwa unakuja kanisani asubuhi ya leo, upatane na mtu akusimamishe kwa barabara na salamu haziishi. Anakusalimia kweli kwa dakika 10, na baada ya dakika 10 unaangalia kweli hakuna kitu mmeongea. Hiyo utaita nini? Si ni kizuizi? Kimekuibia dakika ngapi? Sijasema msalimiane na mtu ukija kanisani, lakini unaweza salimia mtu iwe ni nini? Kizuizi. Atakuibia dakika 10, ama hata akuchafue nini? Anaweza chafua nini? Moyo wako. Si anaweza kuongelesha mambo kuhusu kanisa itakayochafua moyo wako. Hizo ni disruptions. Mazungumzo, matendo ya watu, maneno ya watu. Kuna marafiki watakuwa na wewe, wawe kizuilishi, wawe disruption ya wewe kubaki kwenye jeshi. Atakutoa kwenye jeshi, maana yeye ni watu wa wale 20,000 wa kwanza. Alitolewa mchujo wa kwanza, wewe uko mchujo ya pili. Achana na mtu aliyetolewa kwenye mchujo wa kwanza. Achana na mtu aliyetolewa kwenye mchujo wa pili. Shikamana na watu 300 waliochujwa, maana walikuwa tayari. Wacha kubaki kwa watu 20,000. Wataongea maneno ya kukuzuilia, watatoa maneno ya kuwa disruption. Achana na disruption. Namba ya 3, fear. Uoga. Uoga ni mbaya. Maandiko yananiambia, Joshua aliambiwa fear not, be courageous. Yeremia anaambiwa fear not, be courageous. Musa anaambiwa fear not, be courageous. Wewe pia unaambiwa leo fear not, be courageous. Jina fear not liko mara zaidi ya 360 kwenye Biblia, kumaanisha kila siku unatembea na jina gani? Fear not. Number 4, carelessness. Niulizie jirani yangu, are you careless or careful? Haki kuna watu tuko very careless. Kwa maneno gani? Careless kwa maneno yetu. Una throw tu neno. Nachukia hiyo. Careless speakers, careless actors, careless mothers, careless fathers, careless believers, careless praise and worship, careless intercessors, careless pastors, careless businessmen, careless people are always left out in the assignment of God. Are you careless? Are you a careless talker? Are you a careless speaker? Angalia neno kabla hujalitoa. Lichunguze neno kabla hujalizungumza, linakuja na matokeo yake. Ni miale ya moto ulioibeba kwenye kibuyu chako. Chunga hiyo miale, ni ya moto, inaweza teketeza nyumba. Chunga maneno yako, chunga matendo yako, chunga mawazo yako. Ni miale uliobeba kwenye kibuyu chako. Ukiachilia itachoma, italipuka. Ikilipuka hautarudisha mlipuko wake, itateketeza. Praise the name of the Lord. Number 5, spiritual
unpreparedness. Watu wengi kiroho hawajajiandaa. Usiingie kwa vita kama hujajiandaa kiroho. Unaweza enda mahali hata unajifanya unaombea mapepo ya kugeukia ya kurarue. Kama hujajiombea, wacha kuanza kukemea mapepo. Kama hujajijazia roho, hujaomba Roho Mtakatifu ajae ndani yako, wacha kuenda vitani, utapigwa. Ninakemea kwa jina la Yesu. Na jana ulikuwa uko mahali tofauti, juzi umekuwa mahali tofauti. Spiritual connection ni muhimu sana. Utaondolewa because you are not ready spiritually. You are not ready. Amen. You are not spirit. Mambo haya matano ni muhimu sana, ni muhimu sana. You need to watch out. You may be in the crowd, but you miss the calling. You may be present, but not prepared. You may be active, but not approved. Listen to these three things. Watch out. You may be the crowd, but miss the calling. Unaweza kuwa kwa umati, lakini ukose mwito. Unaweza kuwa uko hapa, lakini you are not prepared for the war. You are not prepared for the battle. You may be active but not approved. Unaweza kuwa ni mtu wa bidii, lakini hujathibitishwa. Unahitaji kuthibitishwa na Roho wa Mungu. Unaweza kuwa kanisani lakini hujathibitishwa. That is why kila kitu kikitendeka kinakuacha nje. You are not approved. Unaweza kuwa present lakini hautegemewi. Kila Jumapili uko kanisani lakini uko unprepared. Today, as I pray with somebody in the house, the story of Gideon ni story inayotukumbusha mambo kadhaa ambayo nitakuwa nayaongelea siku za mbele. Nataka ufahamu hivi. Hadithi hii ni kati ya zile hadithi zinazonitia moyo sana. Wakati Mungu anapunguza jeshi kubwa kutoka kwa 32,000 mpaka wanaume 300 kwa jicho la mwanadamu, hili si sawa. This is a military disaster. When God reduces 32,000 to 300 men of soldiers, this is a military disaster. But when God is out to do something, He intentionally leaves others out and chooses only a few. This raises a serious question. The serious question is, what causes people to be left out in the God's purposes, opportunities or blessings? Kitu gani kinasababisha watu waachwe nje katika baraka za Mungu, katika majibu ya Mungu na kutembelewa na Mungu na majukumu ya Mungu? Watu wengi waliokuwa wako qualified, walikuwa strong, walikuwa built vizuri na mwili yao, walikuwa wako juu sana, walikuwa na ushuhuda, walikuwa wanataka, lakini hawakuqualify kwenda kwa final group. Leo Mungu anasema kwa kanisa, watch out. Mungu analiambia kanisa, watch out. Mungu anawaambia wamama, watch out. Mungu anawaambia wababa, watch out. Mungu anawaambia vijana, watch out. Mungu anawaambia kikundi cha uimbaji, cha uombezi, cha wachungaji na kanisa mzima, watch out. Niko hapa kwa ajili yako Bwana. Niandae, niwe tayari katika kundi la mwisho la kumaliza mkondo. Labda maneno yako yamekuondoa, labda matendo yako yanakuondoa, labda mawazo yako yanakuondoa, labda marafiki zako wanakuondoa, labda namna unavyovaa inakuondoa,
labda namna unavyoshiriki na wengine inakuondoa. Unaweza kumwambia Bwana, ninarudi. Ninarudi, niseme ninarudi. Ninashangazwa na vile unafanya mambo. Hebu simama juu. Napotazama yale Bwana anayafanya leo na yale amepanga kuyafanya, sitaki nibaki nje kwa kundi la jeshi la mwisho la wachache. Unaweza kuangalia yale Bwana amefanya, useme kweli wewe ni wa ajabu. Ni wa ajabu. Ni wa ajabu. Wewe wa ajabu. Ni wa ajabu. Wewe wa ajabu. Wa wafalme, Mwenyezi, tuseme ni wa ajabu tu. Mungu wa ajabu. Ni wa ajabu. Wewe wa ajabu. Ni wa ajabu tu. Wa ajabu. Wewe ni mfalme zaidi. Mfalme wa wafalme. Mwenyezi tunakuabudu. Sema mfalme wa ajabu. Sema tu mfalme. Mfalme. Oh. Wa ajabu. Ina mikono tumwambie wewe ni wa ajabu tu Bwana. Wa ajabu. Wewe wa ajabu. Wewe ni mfalme. Mfalme wa wafalme wote. Zaidi ninakupenda Bwana. Ninakuhitaji. Tunakuabudu. Mwambie kwa sauti wa ajabu. Ajabu. Wewe wa ajabu. Sema wa ajabu. Wa ajabu. Wewe wa ajabu. Mfalme. Mfalme wa wafalme. Inua mikono kila mahali, inua mikono, sema wa ajabu. Wa ajabu. Bwana Yesu, wewe wa ajabu. Unayofanya wewe ni wa ajabu. Wewe Bwana, wewe wa ajabu. Nimekuamini mfalme wetu. Mfalme mwanajeshi mkuu anayeamri yetu juu yetu, mpige makofi. Pige mikono tumwambie Bwana, Mwenyezi tunakuabudu. Hebu inua mikono yako tujue, tumwambie Bwana hivi, mfalme wa wafalme. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Niseme hivi, mfalme wa wafalme, wewe tunakuabudu.
Bwana Yesu, bali mfalme, makofi yako ya heshima mchana wa leo. Sikiza hili fundisho kwako. Hakuna mfalme mwingine unaweza kumpa ibada hii ila yeye peke yake. Unaweza kumwambia Bwana, kama kuna kitu na wewe unajua kimekufanya kiwe ni kikwazo cha kuendelea ama kikwazo cha kuingishwa katika kikundi cha mwisho, basi naweza kumwambia Bwana natubu. Ina sekondo tu, ino kinywa chako mwambie Bwana, nisamehe, nitakase tu, nioshe Bwana kwa damu yako Bwana, nitakase Bwana mawazo yangu Bwana, matendo yangu Bwana, maneno ya kinywa changu Bwana, nisamehe tu Bwana. Nami nipatikane kwa kikundi hicho cha kumaliza safari, cha kupigana vita vya mwisho. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mwalike Roho Mtakatifu akuwezeshaye. Si kwa majeshi wala silaha yoyote, ni kwa Roho kweli Mtakatifu. Siende kwa jeshi, si kwa majeshi wala hizo silaha zozote. Ninakuja kwa uwezesho wa nani? Ni kwa Roho. Ninaachana na majeshi, ninaachana na majeshi, si kwa majeshi wala silaha zozote, bali kwa Roho. Nasema siji kwa kwa silaha zangu zozote tu, bali nashuka kwa uwezesho. Nasema ilo mikono, sema si kwa majeshi wala silaha. Ninakuja kwa Roho, ninakuja kwa Roho, ninashinda kwa Roho, ninashinda kwa Roho, ninashinda kwa Roho, si kwa majeshi tu, si wala silaha zozote unazoinua wewe. Ushindi kwa hizo silaha, unashinda vita kwa Roho. Sema, sikiza hivi, nguvu za giza zimeshindwa kwa hilo jina lake Bwana Yesu. Nguvu zote za magonjwa zimeshindwa leo kwa hilo jina, jina takatifu lake Yesu. Laana zote unazotupiwa, zimeshindwa leo, kwa jina lake Bwana Yesu. Sema si kwa majeshi tena, tuele, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Yesu mwenyewe, kwa jina lake
Yesu makofi yako mazuri. Hata wewe unajijua, hata wewe unajijua. Wacha kukaa kwa kampani inayokufanya uchujwe. Wacha kucheza ligi ambayo sio ya kwako. Cheza ligi ya washindao. Chama cha mbinguni ndicho cha wenye ligi washindao. Anayekupatia maneno, achana naye. Yuko kwenye ligi tofauti. Ingia kwenye chama cha mbinguni. Pale hamna mshene, pale hamna usengenyi, pale hamna maneno ya kutupiana, pale hamna manunguniko, pale hamna chuki. Oh, Yesu ni mwema. Uko ndani ya ibada unasema ni mimi. Unasema ni mimi. Fungua kinywa chako. Sema Bwana Yesu, nashuka miguuni mwako. Natubu kila kosa. Natubu kila tendo lisilofaa machoni mwako. Kuna maneno niliyoyasema, kuna matendo niliyoyashiriki, kuna mawazo niliyoyabeba yamezuilia mafanikio yangu, yamezuilia mafanikio yangu. Nikijaribu sibarikiwi. Leo ninatubu, leo ninawacha, leo ninatubu, leo ninawacha, leo ninatubu, leo ninawacha, leo ninatubu. Uko ndani ya ibada, sema natubu, ninaacha. Takasika, takasika kila mmoja wetu. Takasika mama, takasika baba, takasika wa baba, takasika, 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 takasika na damu ya Yesu, takasika na damu ya Yesu, takasika ya Yesu, takasika na damu ya Yesu, takasika na damu ya Yesu, takasika na damu ya Yesu, takasika. Oh, Yesu ni rehemu Bwana, naomba nisamehe Bwana. Oh, Yesu. Nashangaa Bwana, nashangaa Bwana vile ulivyo, nashangaa Bwana vile unafanya, nashangaa Bwana vile unavyofanya. Nikitazama kama ulivyo Bwana, jinsi wewe Bwana, jinsi wewe mtakatifu unavyofanya Yesu Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota ngurumo na vitu vingi viumbwavyo kwa nataka usikize hivi. Vyote alivyovifanya, vyote alivyofanya, unavyoviona, wote unaowaona, wachana nao, wachana nao, ni wa Mungu. Atawatengeneza wakati wako ukifika. Vile vilivyo ni vya kunishangaza. Mimi nakubaliana na huyo Mungu ambaye leo nimeambiwa aligeuza jeshi la watu 32,000 kushinda vita na watu 300 peke yake. Nataka niwe kati yao 300 washindao.
300 washindao, wamalizao vita ni wachache, waanzao vita ni wengi, na si wote wanitao Bwana Bwana watakao urithi ufalme, ila ni wale waliaminio jina la Yesu tu. Nikitembea umukote duniani, mimi ndege huimba nao wasi, kila asubuhi nawasikia milima upendeza macho yangu sana sana, upepo nao mimi kweli ninapumua na kufurahia. Inua mikono yako useme nikitembea kote duniani, ndege huimba nawasikia, milima upendeza macho yangu sana. Inua mikono ufurahia upepo nao mimi. Hebu sikiza hapa, nakupa roho yangu leo ikuabudu wewe Mungu. Roho yangu itakuinua kweli. Inua mikono yako, sema hivi: roho yangu Inua mikono, sema jinsi wewe Bwana. Na wachana nazima roho yangu nakupa yote, na wacha yote ili roho yangu ikuimbie wewe. Sema roho yangu nakupa ikuimbie roho yangu, Yesu nikitazama kama vile wewe Bwana Mungu ulinipenda mimi na vile nilivyo, ukamtuma mwanao wa kipekee afe aje azichukue dhambi zangu. Kuyatambua haya ni vigumu mno, lakini naamini kwa hilo jina. Nimeamini kwa hilo jina leo. Sema nimeamini kwa hilo jina. Nimeamini kwa hilo jina la Yesu. Nitatenda kwa hilo jina la Yesu. Ninawezeshwa kwa hilo jina la Yesu. Nina mamlaka kwa hilo jina la Yesu. Nina nguvu kwa hilo jina la Yesu. Ninapona kwa hilo jina la Yesu. Ninainuliwa kwa hilo jina la Yesu. Nitafanikiwa kwa hilo jina la Yesu. Sikiza hivi, maandiko imesema mtafanya vile nilivyofanya, mtasema, mtatenda vile ninavyotenda, mkiingia nje ya kambi ya vita. Marko 16:17, na ishara hizi na matendo makubwa ya miujiza yatawafuata kila mwendapo, ikiwa mtaamini. Sema Bwana Yesu, nimeamini kwa jina lako. Nipe ushindi, nitamkie ushindi, nitamkie baraka kwa vita vyangu. Unisaidie kuliamini neno hili, japo ni vigumu. Nimekuamini, maana umesema na mimi sipingi.
kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Napokea nguvu. Napokea nguvu. Baba, yeyote aliyo hapa akubalike mbele zako. Wiki hii iwe ni wiki ya ushindi kwake, ya mafanikio, ya baraka. Watoto hawa warudipo kutoka mashuleni, wakirudi nyumbani, Baba, na watamkia. Wanaporudi kwenda shuleni, na watamkia. Hebu na wiki yao ya mafanikio yaonekane. Yes. Maroho machafu yanayoinuka kuwatafuta watoto hawa barabarani isiwafuate, isiwapate. Maroho machafu ya mioto shuleni tunaivunja kwa jina la Yesu. Miinuko ya student unrest tunakataa kwa jina la Yesu. Naomba kwa mashule yaliyo Nyamira County, Baba, pasitokee lawaya la kuchoma shule na kuharibu mali na watoto wetu. Nyamira ikubaliane na kuna Yesu. Kisii ikubaliane ya kwamba kuna Yesu, maana shuleni utawahifadhi watoto hawa kwa jina la Yesu. Kisumu itakubaliana kwa jina la Yesu. Siaya itaitikia kwa jina la Yesu. Homa Bay itakubaliana kwa jina la Yesu. Migori itakubaliana kwa jina la Yesu. Bomet itakubaliana kwa jina la Yesu. Narok itakubaliana kwa jina la Yesu. Kajiado itakubaliana kwa jina la Yesu. Kericho itakubaliana kwa jina la Yesu. Baringo itakubaliana kwa jina la Yesu. Laikipia itakubaliana kwa jina la Yesu. Naliinua jina la Yesu Baringo kwa mashule yaliyo West Pokot, Turukana yote, Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia. Bwana, walio Bungoma, walio Kakamega, walio Busia, Yesu, walio Vihiga, usiwapite watoto hao. Walio Nyandarua, Murang'a, Kirinyaga, Yesu, walio Samburu, Yesu, walio Garissa, Isiolo, Embu, Meru, Bwana, walio Bwana Machakos, walio Kitui, Bwana, walio Bwana Garissa, Bwana, walio Wajir, Bwana, walio Pwani kote, Yesu, walio Taita, walio Mambua, Lamu, walio Bwana Ukole, Taita, Taveta, walio Kwale, walio Kilifi, na ijulikane kuna Mungu anayeishi. Yesu Kristo. Yes. Wabarikiwe. Bwana, tunaomba msamaha kama wazazi, ikiwa mahali tumejitekelezea hawa watoto, utusaidie. Ikiwa kuna mahali wazazi tumelegea kwa ulezi wetu, Bwana, utuinue tena, utusaidie. Si kwa jeshi na viboko, bali kwa Roho yako tutawarudi na kuandaa na kuwatengeneza. Tunapokea haya kwa jina la Yesu. Amen. Amen. God bless you. Amen. God bless you so much. Mnapoketi muandae sadaka yenu. Naweza kutoa sadaka yetu kwa nambari ya simu 0725